Bwana Yesu asifiwe. Nipende kutoa shukrani kwako wewe ambaye unaendelea kutufuatilia na kuendelea kufuatilia mtiririko wa mafunzo au somo la tabia za kiongozi wa kiroho ambazo zinatoka kwenye kitabu ambacho nimekiandika na ambacho ninatarajia kukizindua mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Na Bwana ametupa neema, tumeweza kuchukua baadhi ya vipande kutoka kwenye kitabu cha tabia za kiongozi wa kiroho. Tukazungumza sehemu ya kwanza, lakini pia tukazungumza sehemu ya pili, na hii ni sehemu ya 3. Ombi moja tu kwenu, endelea kusubscribe YouTube account yetu, lakini pia comment na kulike kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa zaidi pamoja na kutiana moyo kwa kazi hii ambayo inaendelea kufanywa. Na leo nina kitu kizuri sana ambacho Bwana amenipa, nimekichukua kwenye kitabu cha tabia za kiongozi wa kiroho kinachosema maandalizi kabla ya kuwa kiongozi bora wa kiroho. Jambo muhimu sana. Ni muhimu unapofanya maandalizi ya kuwa kiongozi bora wa kiroho kutumia silaha moja au kutumia dhana moja ambayo inaitwa Biblia. Biblia ndiyo inayotoa ramani nzima ya ni nini au ni kitu gani au ni mambo gani kiongozi wa kiroho anaweza akayafanya kwenye uongozi wake. Na nimeainisha mambo takribani 7 ya kimaandalizi ambayo kiongozi wa kiroho anapaswa kuyafanya na ni muhimu sana aweze kuyafanya. Jambo la kwanza kabisa ambalo kiongozi wa kiroho unapaswa kulifanya ni maandalio ya moyo au maandalizi ya moyo na nia kiujumla. Kiongozi bora haandaliwi kutawala bali kutumika. Huu ndio msingi mkuu ambao Yesu aliuweka kwetu. Kwa maana hiyo ni kwamba kama kiongozi wa kiroho haandaliwi kutawala ila anaandaliwa kutumika, basi ana nafasi ya kujiandaa yeye kama yeye, ambayo hiyo nafasi itamwezesha ama itamsaidia kufanya mambo kwa ufanisi. Kama hakuna maandalizi ya wewe binafsi, hakutokuwa na ufanisi wowote. Na ndiyo maana Biblia kwenye kitabu kile cha Mithali, ile sura ya 16 mstari wake wa kwanza, anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kwa hiyo utagundua ya kwamba majibu ya chenyewe unachotaka kitokee kwenye uongozi wako anayo Mungu, lakini maandalizi ya hicho ambacho unataka kitokee kwenye uongozi wako ni ya kwako wewe, kiongozi bora wa kiroho. Na kutokutambua hii kumefanya viongozi wengi wajikute kwenye zile nafasi ambazo Mungu amewaamini na wamezikalia, au kwenye vile viti ambavyo wamevikalia wanaona ni kama vile vina miba. Kumbe ni wewe hujaandaliwa, ila umejikuta umekaa kwenye hiyo nafasi. Ni nzuri kuandaliwa au kujiandaa mwenyewe na kiujumla ili kuweza kupata majawabu au majibu kutoka kwa Mungu. Kitu chochote ambacho mtu anakifanya kwa moyo, hicho kitu lazima kifanyike kwa ufanisi mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu hicho kitu mtu anakifanya kutoka ndani ya moyo wake. Atakifanya kwa juhudi, atafanya kwa uwekezaji mkubwa, atafanya kwa nguvu zote, atatumia akili zake zote kuhakikisha hicho kitu kinafanyika kwa ubora. Lakini pia kiongozi wa kiroho hatakiwi kukaa kwenye nafasi kama kulazimishwa, ila anatakiwa kufanya kazi kama anakufa kesho. Kiongozi wa kiroho anatakiwa kufanya kazi kama vile kesho hata kuwepo tena duniani. Unatakiwa ufanye kazi kwa juhudi zako zote. Unatakiwa usiwe na hali au na namna ya kujisahau. Na hivyo viwango vinasababishwa na uwekezaji wa awali wa maandalizi, kwa sababu ufanisi wowote unakuja na kujua na kufahamu mambo kiujumla. Zamani viongozi wa kiroho walikuwa hawaendagi shule. Sasa mimi ninasisitiza kwa jina la Bwana, we kiongozi wa kiroho, hata kama una upako, hata kama una nguvu za Mungu kiasi gani, nenda kasome, nenda shule, tafuta chuo, soma cha Biblia. Na sisi Tanzania Assemblies of God
Bwana ametupa neema ya kuwa na vyuo vizuri, si tu vyuo vizuri kwa maana ya majengo. Tuna walimu wazuri ambao wana ufahamu mkubwa kwa habari ya fundisho, yani doctrine. Wana ufahamu mkubwa kwa ajili ya kukusaidia wewe kufika mahali fulani. Kwa mfano, chuo ambacho mimi nimesoma, chuo cha Dodoma CBC, ni chuo kizuri ambacho kinatoa watu wazuri na wanaenda kufanya vizuri, wanachambua mambo vizuri. Kuto kujua mambo kunaweza kuyumbisha mambo mengi sana kwenye uongozi wako. Kwa ni muhimu kutafuta chuo kizuri, na sio ili mradi chuo kuna vyuo vingine sasa hivi. Chuo cha Biblia huwezi ukasoma diploma kwa muda wa miezi mitatu, hiyo ni ngumu. Chuo cha Biblia huwezi kusoma degree kwa muda wa miezi miwili mitatu, hiyo ni ngumu. Chuo cha Biblia huwezi ukasoma PhD kwa muda wa miezi miwili mitatu. Pale Dodoma unakaa miaka mitatu na hakuna kusinzia, hakuna kulala. Masaa yako ya kulala ni machache. Kwa nini? Kwa sababu tunataka kiongozi wa kiroho bora apate fundisho la kushiba ili aweze kuwa na matokeo makubwa kwenye uongozi wake kiujumla. Okay, tuendelee mbele. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 20 mstari ule wa 26 hadi 28. Mistari hiyo itatufaa sana tunapoendana na safari yetu, hasa hii sehemu ya kwanza au kwenye maandalizi ya kwanza ambayo yanahusiana na maandalio ya moyo au maandalio ya mtu binafsi kiujumla. Sehemu hii ya Mathayo sura hii ya 20 mstari ule wa 26 28, Biblia inasema, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote atakayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote atakayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa kwenu. Mstari wa 28 anasema, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Askofu wetu alitutembelea hivi karibuni kwenye section yetu, askofu wetu Bryson Msuya, askofu wa Morogoro Mashariki. Ni askofu mzuri sana. Alivyotutembelea akawa anafundisha roho ya umoja, viongozi wawe na roho ya umoja. Na wakati anafafanua hilo somo, akaenda mbali zaidi, akasema ili tuwe na roho ya umoja lazima viwepo viwango vya unyenyekevu. Kila kiongozi awe ni mnyenyekevu. Na wakati anazungumzia unyenyekevu akasema hivi, njia sahihi ni kumwona yule mwenzako mkubwa, ila usijione wewe ndo mkubwa. Muone mwenzio mkubwa kuliko wewe. Hiyo itatusaidia sisi kuishi vizuri, na kutumika vizuri na kutumika kwa ubora. Na akawa amenipa picha nzuri ya kiongozi wa kiroho, hasa kwenye ufahamu wa kujua ya kwamba yeye hajaja kutumikiwa na watu, hayupo kwenye nafasi kwa ajili ya kutumikiwa na watu, yuko kwenye nafasi kwa ajili ya kuwatumikia wengine au kwa ajili ya kutumika kiujumla. Lakini pia hii inahusiana na kuua kiburi na ubinafsi kabla ya kuanza huduma au kabla ya kuanza kazi. Kama ndani yako unajua kuna kiburi na hali fulani hivi ya umimi au ubinafsi, lazima hiyo kwanza ife, ndo sasa uanze huduma. Na huduma yako au kazi yako ambayo utakuwa unaifanya wewe kiongozi wa kiroho itakuwa na ufanisi mkubwa sana ndani ya hao watu ambao unawaongoza. Jambo la pili la kimaandalizi ambalo kiongozi wa kiroho anapaswa alifanya ni maandalizi ya tabia na maadili. Maandalizi ya tabia na maadili. Kwa kiongozi wa kiroho, kitu pekee kinatakiwa kutokea ni mabadiliko ya tabia. Tabia ikibadilika,
mwenendo nazungumza, tabia ikibadilika, basi ujue huyu kiongozi atakuwa ni kiongozi bora sana ndani ya kanisa, atakuwa ni kiongozi bora sana wa kiroho. Lakini pia tabia inapobadilika inavuta upako au nguvu za Mungu. Tabia ya kiongozi wa kiroho kadri ya inavyozidi kubadilika ndivyo inavyozidi upako na nguvu za Mungu ama uwepo wa Mungu ndani ya huyo kiongozi kiujumla. Lakini pia huwezi kudai kwa Mungu akuongezee nguvu kama bado tabia zako wewe kiongozi hazijabadilika. Lazima kwanza sharti zibadilike tabia. Mahali ambapo kiongozi amehamua kubadilisha tabia zake, kubadilisha mwenendo wake, mahali hapo nguvu za Mungu huwa zinashuka kwa wingi sana, kwa sababu tabia ama mwenendo wa huyo kiongozi umebadilika. Hata ukiingia kwenye maombi, unaona, unahisi nguvu za Mungu zinashuka. Kwa nini? Kwa sababu kuna aina ya maisha umeyaacha na kuna aina ya maisha umeanza kuyaishi. Kwenye kitabu kile cha Timotheo wa kwanza ile sura ya 3 mstari wa 2, Biblia inasema basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mme wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha. Sasa hapa sizungumzi kwa habari ya askofu, nazungumza kwa habari ya kiongozi wa kiroho kiujumla. Na hali ya kiongozi wa kiroho haitakiwi kuleta picha mbaya kwa watu anaowaongoza. Ukiona hali halisi ya maisha unayoishi wewe kiongozi yamekuwa ni mabaya kiasi ambacho watu unaowaongoza wameshaanza kujua tabia zako, ujue hautoweza kuwaongoza vizuri kwa ufanisi. Lakini pia kiongozi wa kiroho lazima atafute kila namna ya kukwepa migogoro. Ukiweza kukwepa migogoro huwa ipo kwa kiongozi wa kiroho, lakini unatakiwa uwe unajua namna sahihi au namna au mbinu nzuri ya kuikwepa migogoro kiujumla. Lakini pia kwenye Timotheo hapa amezungumzia kwa habari ya ndoa pia. Sasa ndoa ya kiongozi wa kiroho ikiwa bora inaongeza na kukuza viwango vya ufanisi kwenye huduma au kwenye uongozi wake, vinaongeza viwango vya ufanisi. Na hasa watu wakishaanza kujua kwamba kiongozi wetu anapitia wakati mgumu sana kwenye ndoa yake. Kwa hiyo wewe kwa kuwa ni kiongozi, kama unataka kumudu kundi kubwa, weza kwanza kundi dogo la kwenye familia yako. Hauwezi ukataka kumudu kundi kubwa la watu wengi, maelfu na mamilioni ya watu, kama haujalimudu kundi dogo la kwenye familia yako, yaani mkeo. Kama we ni mke, basi mmeo, watoto wako na watu wote ambao unaishi nao nyumbani, kwa sababu ubora wa wewe hauanzii kwenye wale watu wengi nje ya familia. Ubora wa wewe kiongozi unaanzia hapo ndani kwenye hiyo familia yako. Kwanza tengeneza mazingira ya amani wewe na mkeo, au tengeneza mazingira ya amani wewe na familia yako. Baada ya hapo sasa ndo utaanza kuona matokeo makubwa hata kwenye lile kundi kubwa ambalo unalitarajia kuliongoza kiujumla. Na maisha ya kiongozi wa kiroho kwenye kila eneo yanapaswa kuwa na breki, awe na uwezo wa kuyazuia maanguko. Kiongozi bora wa kiroho, tambua ya kwamba iko mitego mbalimbali ambayo shetani anawatumia watu kukutegea, ili mradi uweze kutoka kwenye nafasi ile ambayo Mungu amekuamini kwayo,
ili mradi uweze kuacha lile kusudi la Mungu ambalo Mungu amekuamini kwalo. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho unatakiwa kukizingatia kukifanya wewe kiongozi wa kiroho ni stamina ya kuonyesha maisha yenye viwango vya kuonyesha breki. Breki yako iwe inashika iwe inashika, kwa maana ya kwamba unaweza ukawa ulikuwa unajua unakokwenda ni sahihi, lakini ukigundua ya kwamba hakukuwa sahihi, piga breki, alafu tafuta usahihi, tafuta njia sahihi ambayo unaweza ukaipita, inayoweza kuzuia anguko kwenye maisha yako kiujumla. Lakini pia kiongozi wa kiroho lazima awe na uwezo wa kuamua mambo kwa busara. Kiongozi wa kiroho lazima uwe na uwezo wa kuyaamua mambo kwa busara. Lazima sharti busara itumike, hasa yale mambo magumu ambayo unaona hili linaita. Tulia, kiongozi wa kiroho, tulia kabisa, kaa chini, alafu umsikilize Roho Mtakatifu kwenye hilo jambo gumu ambalo unahitaji kufanya maamuzi kwalo, kwa sababu inakupasa usifanye maamuzi kwa kupendelea upande fulani ili kupata maslahi fulani. Unatakiwa ufanye maamuzi kulingana na haki na namna ambavyo Mungu anakuambia ufanye. Lazima maamuzi yoyote ambayo kiongozi anafanya wa kiroho yawe ni maamuzi ya haki kiujumla. Lakini pia kiongozi wa kiroho lazima awe ni mtaratibu. Hii haina maana ya kwamba ndo uwe goigoi. Hii inahusiana na kuamua mambo kwa ufanisi. Kiongozi wa kiroho lazima awe mkarimu, karibishaga watu vizuri, lugha yako iwe nyepesi, usiwe na lugha ngumu kama viongozi wa kisiasa. Upo utofauti mkubwa sana wa kiongozi wa kiroho na kiongozi wa kisiasa. Kiongozi wa kiroho, mambo mengi ambayo anayafanya, mambo mengi ambayo anayatenda, hayafanyi kwa akili zake au kwa fahamu zake tu, lakini Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yake anamsaidia kufanya hayo yote. Lakini pia kiongozi wa kiroho lazima awe na uwezo wa kufundisha, sio makelele, ila kuna wakati watu wanatakiwa kushika peni na kushika karatasi kwa ajili ya kumsikiliza kiongozi wao wa kiroho. Tumekuwa na picha ya fulani hivi sisi viongozi wa kiroho ambayo nadhani ni picha potofu. Tunaitana wainjilisti mazingira fulani, ambapo kiuhalisia uinjilisti wenyewe tumeutafsiri kwa namna ya makelele. Sasa watu wanajua na watu wetu tunaowaongoza wanajua ndio uinjilisti wenyewe. Uinjilisti ni kuzungumza habari za Yesu au kupeleka habari za Yesu kwa watu ambao hawajazisikia. Uinjilisti sio kuwa na sauti likubwa, uinjilisti sio kupiga makelele, uinjilisti sio kufoka, lakini uinjilisti ni kufikisha habari njema za Yesu Kristo kwa watu. Kwa hiyo wewe kama kiongozi, kumbuka ya kwamba kuna wakati watu hawahitaji kutumia muda mwingi kusikiliza makelele. Kuna wakati watu wanahitaji kutumia muda mwingi kusikiliza vitu vya kiungu na kuandika kwenye dayari zao. Washike peni, washike karatasi. Wewe kiongozi wa kiroho usimame uandike. Na kuna baadhi ya wainjilisti wanasema mimi leo nina andiko moja tu, na andiko moja tu. Akishakwisha kusoma anasoma, alafu anafunika Biblia, alafu anaanza kuhubiri, alafu hakuna kitu chochote ambacho watu wanaweza wakakiandika. Pointi ya 3, tuendelee mbele na aina za maandalizi ambayo kiongozi wa kiroho anatakiwa kufanya kwazo. Tusizungumze sana kwa habari ya uinjilisti.
Maandalizi ya tatu, maandalizi ya neno na mafundisho, ambalo kiuhalisia tayari nimeshaanza kuligusia. Sasa kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili mstari ule wa 15, Biblia inasema jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi usiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli au neno la Kristo. Neno la Kristo lazima kiongozi ujue namna ambavyo unavyoweza kulitumia kwa halali. Usidanganye watu, na mara nyingine kitu kama haukijui usiende kufundisha watu. Kaa chini wewe peke yako, jifunze kwanza na Roho Mtakatifu. Pitia vizuri, soma vizuri. Usiende madhabahuni na kitu ambacho hujakifanyia research vya kutosha. Nenda madhabahuni na kitu ambacho una uhakika nacho, nitakapokuwa ninaongea hivi ndivyo usahihi wenyewe ulivyo. Usije ukajikuta unaongea kitu ambacho wewe mwenyewe haukijui, alafu watu unaoongea nao wanajua ukweli wa hicho kitu kilivyo. Kwa ni muhimu kufanya utafiti wa kutosha na kufanya maandalizi ya kutosha, na uiogope madhabahu. Unapopanda madhabahuni, fanya maandalizi, kuwa na muda wa kujiandaa vya kutosha. Lakini pia hii inahusiana na kuwa na uwezo wa kujibu maswali na kutoa mwongozo wa kiungu kwa usahihi. Lazima uwe una uwezo wa kujibu maswali. Sasa hivi viwango vinakuhitaji we kiongozi wa kiroho uende shule kasome Biblia, tafuta kichuo kizuri, nenda kasome. Lakini pia inahusiana na kuwa na viwango vya majibu yale ya usahihi. Usio unajibu kisiasa. Viwango vya majibu, mtu kauliza swali hili, usijibu kisiasa, nenda direct kwenye jibu moja kwa moja. Majibu yoyote ya kiongozi wa kiroho yanapaswa yatokane na ujuzi wake wa neno la Mungu. Kwa utakavyokuwa unajibu, watu watakuwa wanaelewa ya kwamba wewe ndani yako neno la Mungu limekaa ama halijakaa. Jambo la 4, maandalizi ya maisha ya siri. Nguvu ya kiongozi mbele ya watu inategemea uhusiano wake na Mungu anapokuwa peke yake sirini. Kwenye kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 6 mstari ule wa 6 anasema, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Kujenga unyeti wa kuisikia sauti ya Mungu ukiwa peke yako. Jambo la 5, maandalizi ya uvumilivu na ustahimilivu. Maandalizi ya uvumilivu na ustahimilivu. Uongozi wa kiroho una majaribu, upinzani na nyakati za kukatishwa tamaa. Na mimi nikutie tu moyo nikiwa nimejaa na nguvu za Roho Mtakatifu ya kwamba isifikie wakati wewe kiongozi ukavunjika moyo, ukakata tamaa. Lakini inapotokea wakati wa majaribu unapitia, wakati ambao unaona kabisa unasikia kukata tamaa, kuvunjika moyo kwa namna moja ama nyingine, uwe na stamina, ujiandae kwenye kuvumilia, viwango vya uvumilivu. Kuna wakati unahitaji uvumilie. Na ndio maana kuna baadhi ya viongozi walidiriki hadi kujiuzulu kwenye nafasi zao walizokuwa nazo. Lakini sasa mimi ninakutia moyo usitoke, kwa sababu kuna jambo ambalo wewe Mungu amelikusudia kwako. Hata kama watu wengine wanaona kuna madhaifu, kuna mapungufu, lakini pia unajua watu wengi walioko nje wanaona ningekuwa mimi ningeweza kufanya kitu fulani, lakini sasa ndo wakati huo hawapo sasa wao kwenye hiyo nafasi, uko wewe. Na kutia moyo, simama na Bwana atakusaidia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Timotheo wa pili ile sura ya 2 mstari wa 3 anasema, ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu, uimarisha misuli ya kiroho ili usikate tamaa pindi changamoto zinapokuja. Uhitaji misuli yako ya kiroho iimarike, iimarishwe,
iwe imara. Lakini pia jambo la sita, ninapoelekea kwenye jambo la mwisho, maandalizi ya utiifu na wanafunzi. Kabla ya kuwa kiongozi lazima uwe mfuasi, uwe mfuasi mzuri. Mungu humwandaa mtu ambaye yuko tayari kuwa mfuasi, na ndiyo maana utafuatilia, ukisoma habari za Musa utagundua ya kwamba Musa wakati anafanya kazi ya Mungu, kuna kiumbe kinachoitwa Yoshua kilikuwa kiko hapa chini kinafuatilia, kinaona namna ambavyo Musa anazungumza na Mungu, namna ambavyo Musa anapambana na Farao, namna ambavyo Musa anawaongoza wana wa Israeli. Na wakati huu wakati wa kufuata, na wakati huu Musa wakati anazungumza na Mungu, anawaongoza wana wa Israeli na kadhalika, na Yoshua yuko chini yake anajifunza kwa habari ya uongozi. Wakati huu Yoshua alikuwa anamjifunza sana Musa, Musa anajifunza sana kwa Mungu, lakini pia Yoshua anajifunza sana kwa Musa. Kwa mimi ninaweza nikasema jambo hili moja la msingi la kuzingatia, we kiongozi wa kiroho: heshimu baba yako wa kiroho. Heshimu mchungaji wako ambaye amekuzaa kiroho. Wachungaji wengi leo wana machozi yanayotiririka moyoni kwa sababu wamejikuta wameandaa kizazi ambacho walitegemea kingeweza kuleta badiliko fulani mahali fulani, lakini baada ya kukiandaa hicho kizazi, baada ya kuandaa hao viongozi, wamekuja kujikuta hao ndio wanaowaumiza. Na mimi nikutie moyo wewe kiongozi, usichoke kuandaa viongozi wengine, endelea kuandaa. Na wewe ambaye unapaswa, wewe kiongozi ambaye una mzazi, heshimu mzazi wako wa kiroho. Lakini pia kwenye hili eneo, heshimu viongozi wenu. Kuna ngazi tofauti tofauti. Mfano sisi Tanzania Assemblies of God tuna ngazi, tuna askofu mkuu, lakini pia tuna maaskofu wa majimbo, tuna maaskofu wa kanda, tuna waangalizi, tuna wachungaji, tuna washirika, tuna viongozi wa idara maeneo mbalimbali kwa ngazi zote na kadhalika. Kila eneo ukiona kiongozi, mtu anaitwa kiongozi, heshimu huyo mtu. Mungu amemweka kwenye hiyo nafasi kwa ajili ya kutimiza kusudi fulani, na ndio maana unakuta kuna mtu mmoja anaitwa Elia, lakini pia kuna mmoja anaitwa Elisha. Kwa Elisha anajifunza kwa Elia, kwa wewe jifunze kwa huyo kiongozi wako. Mungu amemweka huyo kwa ajili ya kusudi fulani, na kama Mungu angekuwa hataki huyo akae madarakani, angeweza kumuondoa, lakini Mungu amemweka huyo kwa ajili ya jambo fulani ambalo Bwana amelikusudia. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 anasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, naam ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema, huwapa nguvu wanyenyekevu. Huwapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo hii inahusiana na kujifunza nidhamu ya kufuata maelekezo na kuheshimu mamlaka, lakini pia hii inahusiana na umuhimu mkubwa wa kutambua na kuheshimu nafasi ya baba yako wa kiroho. Heshimu baba yako wa kiroho, tambua nafasi ya baba yako wa kiroho. Pengine hata hiyo huduma ni yeye alikuombea Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ambaye ni mashine ya karama akaiweka hiyo karama ndani yako, na hayo mafuta yametoka kwa baba yako. Heshimu nafasi ya baba yako. Unaenda mahali, kama bado uko kwenye kanisa la mahali pamoja na una baba yako wa kiroho, una huduma, kuna watu wanakualika, aga, mwambie baba, mimi nimealikwa mahali fulani. Usiende bila kumwaga baba yako wa kiroho. Kuto kumwaga, hiyo sio nidhamu sahihi. Lakini pia pata nafasi, muelezee vizuri mbele za watu baba yako wa kiroho, msifie kwa mambo ambayo anayafanya, yaeleze vizuri. Lakini pia uko umuhimu mkubwa wa kutambua nafasi ya mchungaji wako. Uko umuhimu mkubwa wa kutambua nafasi ya kiongozi wako wa kiroho. Gharama anayoitumia kiongozi kutengeneza kiongozi huwa ni kubwa sana. Gharama ambayo huwa anaitumia kiongozi kutengeneza kiongozi huwa ni kubwa, na ndio maana viongozi wengi wana maumivu baada ya kujikuta wametumia gharama nyingi kuwatengeneza viongozi, alafu hao viongozi waliotengenezwa nao wakaja kuwasaliti.
maumivu walionayo hao wazee ni makubwa sana. Na utambue kabisa ya kwamba gharama anayoitumia mchungaji kukusanya washirika ni kubwa sana, na ndiyo maana mchungaji yule aliyeitwa kweli huwa anakuwa na maumivu makubwa sana pale anapompoteza mshirika. Mshirika ni rahisi tu kusema kwamba baba, mimi naona nihamie kanisa hili, lakini tambua kwamba unavyosema hivyo unatengeneza maumivu makubwa sana kwa huyo mchungaji, unatengeneza maumivu makubwa sana kwa huyo kiongozi wako wa kiroho. Lazima utambue ya kwamba yeye amekulipia gharama kubwa sana. Wewe fikiria tu hata katika ile namna ya kawaida, achana na gharama za maombi, lakini ile namna ya kawaida kabisa ile, tunaandaa mkutano wa milioni 20, milioni 40, alafu mnaokoka 2 3. Nyewe mmetumia gharama kiasi gani kuokoka? Katika gharama zile za kawaida kabisa mmetumia gharama kiasi gani kuokoka? Kwa hiyo ukiona mchungaji ana watu 100, ukiona mchungaji ana watu 2, ukiona mchungaji ana watu 3, mheshimu, mpe heshima yake, mpe heshima huyo mchungaji, usimdhalau, kwa sababu hao watu amewatengeneza kwa gharama, alafu asiwepo mtu yoyote ambaye anatumia nguvu yoyote kusambaza washirika wa mtu. Huduma ni kama biashara na ndio Yesu alivyokuwa anafanya. Yesu ni kama mfanyabiashara, alikuja kwa ajili ya kuongeza watu. Kwa mchungaji anachotaka kukiona ndani ya kanisa ni watu kuongezeka, sio watu kupungua. Anataka watu wawe wanaongezeka. Jambo la 7 ambalo ni la mwisho, jaribio la uaminifu katika kidogo. Faithfulness in small things. Kabla ya kupewa madhabahu kubwa au kundi kubwa, Mungu anatuandaa kwa kutupa majukumu madogo madogo yasiyoonekana sana na mamilioni au na watu wengi. Kitabu kile cha Luka sura ile ya 16 mstari ule wa 10 inatupa picha fulani hivi nzuri sana. Anasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Kwa hiyo Mungu anaanza kumwamini mtu kwa vitu vidogo, haanzi kumwamini mtu kwa mambo makubwa. Ni kweli unaweza ukatokea huo muujiza, Bwana akakuamini kwa mambo makubwa kwa ghafla, lakini inategemeana na viwango vyako vya ufahamu wa kumjua na kumwelewa Mungu. Na mimi ninakuombea Bwana akupe neema ya uaminifu, kuwa mwaminifu. Uongozi unahitaji uaminifu. Bwana awabariki sana, Bwana awatunze sana. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Amen and amen.